أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد. Ndugu watazamaji wa Bichamo Online TV pamoja na wanafunzi wangu katika halaka hapa katika Masjid Fatima, tulikuwa tumepumzika kidogo kwa sababu ya ugeni tuliokuwa nao. Alhamdulillah, wageni wetu wameondoka, kwa hiyo tunaendelea na darasa kama kawaida. Na watazamaji wa Bichamo Online TV, leo tutaendelea na hadithi ya 52. Hadithi ya 52 tutaendelea nayo. Hadithi hii ni hadithi ambayo imetoka kwa Ibn Umar, kwa Umar radhiyallahu anhu, kutoka kwa Umar radhiyallahu anhu, lakini na Tirmidhi alizidisha katika sehemu hapa, mtaiona inshallah. Inasema hadithi: wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighu alwudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati الثمانية يدخله من أيها شاء. أخرجه مسلم. والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. معاني المفردات أو تفسير. وعن عمر، kutoka Sayyidina Umar radhi za Allah ziwe juu yake, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah rehma na amani ziwe juu yake, ma minkum min ahadin yatawaddau, hakuna miongoni mwenu anayetawadha. Hakuna, ma minkum min ahadin, hakuna kati yenu mmoja wenu, yatawaddau, anayetawadha au akatawadha, fayusbigha alwudu, na pia udhu wake ukawa ameukamilisha, akatawadha vizuri. Yaqul, baada ya kutawadha akasema, ashhadu, inashuhudilia, alla ilaha illa Allah, kwamba hapana mola anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, wahdahu, peke yake, la sharika la, hana mshirika. Akasema wa ashhadu, pia akasema ninashuhudilia, anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kwamba mtume Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Illa futihat lahu abwabul janna athamania, isipokuwa mtu huyo
ufunguliwa milango yote minane, yadkhulu min ayyiha sha au min ayyuha sha, aingie mlango anautaka yeye. Allahu akbar. Umeona? Ukitawadha vizuri na ukasema maneno haya aliyoyasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kutawadha, basi unaambiwa futihat lahu abwabul janna thamania, utafunguliwa milango ya janna yote minane. Milango ya janna iko minane, sawa unafunguliwa yote na baki wazi kwamba uingie mlango gani unataka. Yani wewe mwenyewe ukitaka kuingia Firdausi, ingia Jannatu Naim, ingia Jannatu Darus Salam, ingia Jannatul Ma'wa, ingia Jannatul Khuld, ingia Jannat, yani wewe mwenyewe Jannatu Darus Salam, maki pepo nyingine ni Darus Salam kwa tumepata bahati Tanzania tuna mji ambao unaitwa Darus Salam. Maana yake ndugu zangu, tena nikwambieni watu ambao mnafanya ufuska katika mji huu mtukufu wa Darus Salam, ni hatari. Yeyote anayefanya ufuska katika mji huu, subhanallah, hawezi kuipata Dar es Salaam ya Allah. Simeelewa jamani? Yeyote, nikutahadharisheni ndugu zanguni, madhambi tuyafanye kwa bahati mbaya, itokeni bahati mbaya tu, lakini ukakusudia ufuska katika mji huu wa Dar es Salaam ni laana. Umeelewa vijana? Huu mji jina lake ni tatizo, ni jina la pepo. Ni kama wewe mtoto uitwe Muhammad alafu uwe mlevi, inna lillahi subhanallah. Yani uitwe Muhammad wewe alafu ni mlevi chakali. Wako wengi kina mudi maskini ya Mungu, wengi walevi. Wahaya wanausemi wao wanasema bararibi litajinalio, yani jina baya humharibu mwenye jina. Sasa wewe ukitwa Muhammad alafu kavuta bange, lazima uwe kichaa. Si mmenielewa? Heshimu sana majina haya. Haya majina mtihani Sheikh. Sasa Dar es Salaam, huu mji unaitwa Darus Salam, ni jina la pepo mabwana. Kuna pepo janna inaitwa Darus Salam. Kwa hiyo ukiishi katika mji huu wa Darus Salam usifanye machafu. Jitahidi usifanye ufuska ndugu yangu. Jihadhari sana tena, ujue mtazamaji, kuanzia leo umejua katika mji huu, katika jiji hili usiwe tapeli, katika jiji hili usiwe dhalim, katika jiji hili usiwe mzinifu wa kutupwa. Subhanallah, katika jiji hili usifanye ubaya. Kwa nini? Kwa sababu jiji hili lina laana. Umenielewa? Ukifanya machafu humu, subhanallah, ina maana umefanya sehemu ambayo imeitwa jina la pepo, Darus Salam, nyumba ya amani. Lakini pia ukivuruga amani katika mkoa huu wa Dar es Salaam, unapata dhambi kubwa sana kuliko hata mikoa mingine. Si mmenielewa? Kwa nini? Kwa sababu mkoa huu ni Darus Salam, ni nyumba ya amani. Hapatakiwi kufanyika vitu vya kihuni kama hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo huyu mtu anayetawadha udhu wake vizuri, baada ya hapo akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, unaona, illa futihat lahu abwabul jannati thamania yadkhulu min ayyiha sha. Huyu mtu anafunguliwa milango minane yote, aingie anapotaka. Ndio mtume anavyotuambia, achague mwenyewe. Allahu akbar. Ndugu watazamaji na ndugu wanafunzi wangu, kitendo cha tahara, udhu peke yake, hapo hujaingia ndani ya swala, umefanya udhu vizuri tu, umefanya udhu wako vizuri, ukasema maneno haya, unafunguliwa milango minane yote. Haya, ukiingia kuswali je? Mnaonaje? Sasa siku hizi ajabu, mtu yuko kule sehemu ya kutawadhia anatia udhu, huko anaongelea mambo ya timu zetu zile, pesa iko benki, inna lillahi yani yuko natawadha, anachukua udhu,
Huko mwanangu, yani umeona jana wangu yule mchezaji fulani tumemchukua sisi. Sisi tumefanya hivi, umeona Anazungumzia masuala ya nani, ya pesa ziko benki. Inna lillahi, yuko anachukua udhu. Hivi huyu milango minane atafunguliwa huyu? Hafunguliwi. Wala tubtilu a'malukum, msiharibu matendo yenu baada ya kuyafanya. Bimaana udhu ni ibada. Udhu unapata angalau milango ya pepo inafunguliwa kutokana na kuchukua udhu tu. Haya, unapiga story zingine za pesa iko benki, huko unachukua udhu, utafunguliwa milango kweli? Sio rahisi. Umeelewa Msichanganye mambo. Yani ukiingia kutawadha, fanya concentrate kwenye swala la kuchukua udhu. Chukua udhu, usiongee na mtu yote. Umeelewa? Chukua udhu vizuri. Bimaana wewe uangalie kwamba umetawadha vizuri, viungo vyako vimepata maji ya kutosha hivyo. Alafu baada ya hapo ndo ufanye adhkari hii sasa. Useme tuseme wote ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sasa ukisema maneno haya hasa baada ya kutawadha, Mtume anasema illa futihat lahu abwabul jannati thamania, pale unafungulia milango minane yote.